Hi guys. I hope mko poa. Bwana, leo tunaongelea vampires, viumbe vya usiku. Bwana, historia inatuambia original story ya vampires inarudi miaka ya 1800 na kitu. Vampires wanahusishwa na mabinti waliofahamika kama casket girls kutoka Ufaransa. Mabinti hao bwana walitolewa Ufaransa kupelekwa Marekani kwa lengo la kwenda kule kuzaana, kuolewa na kujaza mji ule. Historically, mji wa Marekani wenyeji wake ni Red Indians, yani Wahindi wekundu. Isipokuwa baadaye watu kutoka bara la Ulaya katika tafuta yao, katika kuhangaika kwao, ndipo wakakuta bara jipya, yani la Marekani. Na nadhani aliyeligundua bara la Marekani alifahamika kwa jina la Amerigo. Sasa bwana, baadaye huko baadhi ya watu kutoka Ufaransa, wale explorers, waliweza kugundua Marekani. Nazungumzia specifically sehemu inaitwa New Orleans. Kule New Orleans walipelekwa watu ambapo walikuwepo kule wafanya kazi hizi ngumu na baadhi ya viongozi, lakini sasa wengi wa wakazi wa pale walikuwa ni wanaume. Ikaonekana hapana, mji utaongezekaje bila wanawake? Kwa hiyo wakatolewa mabinti kutoka Ufaransa ili wapelekwe pale. Na wakati huo ni kukumbusha tu kwamba mfalme wa Ufaransa tayari alishafanya project kama hiyo kwa sehemu zingine ambapo alipeleka mabinti na the project was successful. Sasa bwana, hao mabinti safari ya kutoka Ufaransa mpaka Marekani kwa miaka hiyo walikuwa wanatumia meli, na pia ilikuwa ni safari ambazo zilikuwa zinachukua muda mrefu baharini, takriban miezi 3. Na kwa sababu mabinti pia walikuwa hawatakiwi kuchangamana na wanaume, most of the time walikuwa wanakaa ndani ya zile melikebu. Na huko kumbuka unavyokaa ndani, hewa ni nzito, magonjwa, wale mabinti walifika akiwa wamedhoofu. Walifika akiwa wamedhoofu, lakini pia walifika akiwa ni weupe kupita kiasi. Very pale. Ila pia walikuwa ni kama wagonjwa. Lakini kabla ya kutoka kule Ufaransa walipewa masanduku marefu makubwa ambayo humo waliambiwa wasiyafungue mpaka watakapofika katika destination yao, final destination, ambayo ni huko wapi? New Orleans. Kwa hiyo mabinti walifika, lakini hakuna mwanaume aliyevutiwa nao kwa sababu walionekana wadhaifu sana, lakini pia walikuwa wamechoka, wanaumwa, na walikuwa na weupe kupita kiasi, kwa hiyo waliwaogopa. Lakini pia historia inatuambia mabinti wale waliochukuliwa hawakuwa mabinti kutoka kwenye noble families, yani familia hizi za hadhi. Walichukuliwa mabinti kutoka katika ile miji iliyoshindikana, mabinti wengi ambao walikuwa tena sasa watu wazima ambao walikuwa labda wanajiuza au wamezaa bila mpangilio. Wale wanawake walioshindikana ama wale waliotoka katika zile very low classes, tabaka za chini kabisa, ndio waliochukuliwa. Kwa hiyo walifika kule katika hali ambayo haikuwaridhisha wale wanaume. Na walipofika walipokelewa na wakawa chini ya uangalizi wa masista. Kanisa Katoliki hapo linaingia. Nazungumzia specifically New Orleans. Kwa hiyo walipofika pale wakawekwa pamoja na wale masanduku yao. Baada ya muda sasa ikaanza kusemekana kwamba watu wanaokotwa wakiwa wamekufa, lakini pia wakiwa na alama mbalimbali za kung'atwa, na walionekana kwamba wamekuwa pale sana kama wamenyonywa damu. Kwa hiyo watu wakaanza kuhusisha hilo jambo na wale mabinti, kwamba yale casket yalikuwa na nini? Casket ilikuwa ni masanduku jamani. Masanduku yao yalikuwa ya mbao makubwa, lakini sasa kulingana na lugha tena yanapobadilika yakawa yanaitwa casket, ambao kwa sasa tunafahamu casket ni kama majeneza.